Kwa njia ya simu tunampokea kiongozi Ferdinand Kambere, anakuwa mwanaharakati nguli sana wa chama cha kisiasa cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila kwenye njia ya simu, naye tazungumza kuhusu kuundwa kwa chama cha Sauvons le Congo pa Nairobi, ikiwa imeunganisha wapinzani nguli. Bwana, karibu sana kiongozi, na ujambo. Jambo sana ndugu. Wenda wasikilizaji wetu wangetamani kujua Sauvons le Congo ni nini, ikiwa liundwa na wanani zaidi wameanzisha mradi huo, ikiwa wewe ni miongoni ya wanaoshiriki kwenye vikao vya viongozi. Ndiyo, mimi ni Ferdinand Kambere kama secrétaire permanent adjoint, na tumebahatika na kupata hii tuseme muungano wa vyama vingi vya upinzani ambao unaitwa sasa Sauvons le Congo kwa Kifaransa, Sauvons la République démocratique kwa Kifaransa, Democratique du Congo, lakini kwa Kiswahili ni kusema tuokoe nchi yetu République démocratique du Congo. Ilikuwa ni nia ya vyama vya upinzani ambao wamekusanyika hapa pamoja na rais mstaafu Joseph Kabila pale Nairobi, na ilikuwa kusudi ya kuangalia nini kinachokuwa sasa na nini kinapasha kuendesha pamoja kama vyama vya upinzani kufatana na sheria za Kongo. Ndipo hapo watu wote walisema lazima tusiwe wa kugawanyika, tujiweke pamoja na kuweka mafikiri pamoja kama vyama vya upinzani. Hii ndiyo imefanyika kwa sasa. Naam, na kuna wasiozoea masuala ya kisiasa wana hofu mkubwa na kundi hilo, huku wakisema muungano wa wapinzani itahatarisha tena usalama maeneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikisemekana rais mstaafu Joseph Kabila ni yeye anawaunga mkono M23 na AFC. Sijui unasemaje kuhusu mwanasiasa huyu ambaye asiyebobea kwenye masuala hiyo? Bon, tunaona ile yote ilikuwa ni vitu ya kuungaunga, kuanja makesi zisizokuwa na hatia, zisizokuwa na msimamo, na pale ndipo wametosha hukumu yao. Lakini kwa kufuatana na sheria za nchi yetu na sheria kutoka ulimwengu mzima, wakati mwanampinzani anakuwa wakati wanaokuwa na utawala wanafungula makesi kama ile waliofungula dhidi ya rais mstaafu Joseph Kabila Kabange kwa kumstakia bongo kuhusu vita ambavyo ni wenyewe ambayo walianzisha. Hii mahukumu namna hiyo nayo inakuwa ni halali, inakuwa nayo aibu, na ndio pale uliona kama ulimwengu mzima na watu wote walipinga ile hukumu. Ilikuwa ni hukumu ya bongo, wanaendesha kesi bila mapreve yoyote, bila kuheshimia sheria ya mashtaka, na hii hatuwezi hata kuihesabu kama hukumu lolote zidi ya rais mstaafu. Yeye anaendelesha siasa kama mwanasiasa yeyote, na vyama ambavyo vinakusudia kutumika naye vinatumika, na hapo ndiko kumezalika hii ile wanaita sasa Sauvons le Congo. Tuokoe nchi yetu wa ndugu, tuokoe Kongo pamoja. Hii ndiyo Sauvons le Congo. Haiwezi kuwa unasema tuokoe nchi na unakuwa tena mtu ambaye ataendesha mashtaka, ataendesha vita. Hii ni bitu ya bongo, ni bitu ya watu wa mamlaka ambao wanawaza kama walete viogopeshe kwa watu wote, watu waogope na watu waache kupigania nchi yao. Naam, na kuna swali hapa la mtazamaji ambaye naye tufata, anauliza Bwana Ferdinand Kambere, wewe kama mtu wa karibu sana wake rais wa zamani Joseph Kabila, kwa nini amkuanzisha harakati za Sauvons le Congo zamani? Mlisubiri vita izuke upande wa mashariki ili muanzishe sasa. Lengo yenu ni hipi kwa wakati huu?
kila kitu na wakati yake. Tulisubiri tumwachie wakati yote huyu ndugu Felix Tshisekedi, na tukiwazia kama yeye kweli ana nia ya kuleta demokrasia na nchi ambayo inapashwa boresha haki za binadamu, lakini amefanya sasa miaka 7 inakuwa ya kutosha. Watu wameona, wamepondekana, wamemenyeka, vita inaendelea, kupora mali. Basi naam, na kuna wengine pia kusababisha naam, na kwa swali letu la karibu na mwisho, kuna wengine wanasema kwamba Sovole Kongo inakuja kumaliza vita kwa sababu aliyeiunda ndio mwanzilishi wa vita. Wengine wanakataa madai hayo. Wewe kama mtu tena wa karibu wa Rais Kabila unasemaje? Hawa ni kama walozi tu. Ikawa kama Kabila alianzisha vita. Sasa yeye mwenye alileta M23, Kabila alipiganisha M23 na nimeweka wengi wao gorogoroni. Mtu ambaye aliwatosha gorogoroni ni nani? Ni Felix. Anaanzisha vita, leo anakuwa akiitupilia kwa watu wengine. Aone kama hii ni vitu ya haya sana. Lazima, kama hakuna kusema kweli haki ndani ya hali ilivyo sasa, kama hakuna kusemeka haki, maana yake hatuna bahati hata kusema Kongo yetu itaokolewa tena. Na ndio pale tunasema Sovole Kongo haiko ya Kabila mwenyewe. Sovole Kongo ni lazima raia wenyewe ambao watasimama na wanapigana, wapiganie uhuru, wapiganie demokrasia nchi yao ndugu. Naam, na kilichoshtua mioyo ya watu ni kuwepo kwa mpinzani nguli Matata Mponyo ambaye amehukumiwa na akachomokea Nairobi. Ili swala linakaaje? Basi yeye angali huru. Angali huru, kwa nini asihusishwe na makao kama yale? Hakuna chochote ambacho kinamzuia ndugu. Na kwa mwisho, ujumbe wako kwa raia wote wa DRC, kwa upekee wale wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambao wanakuwa wahanga wa machafuko ya kivita kwa miaka kadhaa? Nawaza ni ile tu kusema sasa nchi yetu imepitia njia ya kivita miaka mingi, na kama leo watu wanasema sasa inakuwa ya kutosha. Tulipata ukombozi hapa mwaka 1960, inakuwa sasa leo kama 2025 inakuwa ya kutosha sasa, miaka ambayo lazima raia wa Kongo nao wapate uhuru uliofaa, ulio wa haki, na lazima wajipiganie tuweze kubadilisha hawa ambao ni wanasiasa wangali na hii mawazo kama ya wahuni. Naam, Bwana Ferdinand Kambere, tunakushukuru sana kwa muda wako, na huku tunakutakia kazi njema, na kwa kupita umsalimu Rais Mustafa Joseph Kabila. Nasi tunawasalimu wasikilizaji wote wa channel. Asante, siku njema. Siku njema tena. Naam, alikuwa ni Ferdinand Kambere. Tulikuwa tukizungumza naye kwenye njia ya simu kuhusu chama kipya kilichozaliwa huko Nairobi, Sovole Kongo. Ferdinand Kambere anakuwa mwanaharakati nguli sana wa chama cha rais wa zamani wa DRC PPRD, na anakuwa karibu na rais huyo Joseph Kabila. Tukutakie siku njema. Hii ilikuwa Sejofa Media. Mimi ni Banza Alain Taxis. Ciao.